Video hii inatengenezwa kwa ajili ya kuaddress madaktari ambao hawapo kwenye clinical practice. Ya unakuta ni mtu amesomea udaktari lakini hayupo kwenye kuona wagonjwa kila siku kama tunavyofanya sisi wengine. Kwa ni madaktari ambao wameajiriwa labda kwenye mashirika, especially kwenye mashirika kama hizi private healthcare insurance. Hao madaktari inawezekana kuna wakati wanajisahau kwamba wao ni madaktari. Wanasahau kwamba bado sisi ambao tuko huku chini tuna act within frameworks za principles of medicine. Unajua primum non nocere, first do no harm, pamoja na principles zingine nyingi, ambao wao inawezekana wakati mwingine wakajisahau kwamba baadhi ya mambo wanayoyafanya kule juu yana influence outcome ya matibabu ya wagonjwa huku chini. Kwa unakuta kwamba sometimes unamwambia daktari mwenzio, bwana sikiliza, unakumbuka tunatakiwa tufanye vipimo kwa wagonjwa fulani, anakuambia hapana usifanye. Anakuwa anakuzuia usifanye actual clinical practice. Tokeo yake unajikuta kwamba unamkosea mgonjwa, kumtibu vibaya kwa ajili ya kusatisfy requirements za daktari ambaye hayupo wala hajaje kumuona huyo mgonjwa. Hapa tutazungumzia specifically dengue test na kwa nini dengue test inafanywa kwa namna ambavyo inafanywa. Vipimo vya dengue havijatengenezwa kwa namna ile kibahati mbaya. Kwa nini tunafanya dengue test kwa namna tunazofanya? Actually kwanza test ziko 3. Moja kwanza tunaita dengue NS1 antigen test. Ya pili tunaita the dengue IgM antibody test. Ya tatu tunaita dengue IgG antibody test. Hizi ni test 3 ambazo lazima zote zifanyike. Na kuna sababu ya kwamba WHO na organization yote ya afya na madaktari bingwa wote ambao unajua wewe na research zote zilizofanyika zina insist kwamba tufanye hizi test zote 3 kwa pamoja. Kwa hiyo hii ya kwanza tunaita NS1 antigen test. Tunaipima kwa sababu ile dengue ni kirusi. Na hichi kirusi kinapoingizwa kwenye mwili wako na mosquito anaitwa Aedes aegypti, kuna mbu ambaye ndo anasafirisha hichi kirusi, tunamwita vector. Huyo mbu akisha kubite, akifanya mosquito bite, ile kirusi kiingia kwenye mwili wako kinaanza kufanya replication. Wakati wa replication vina release protein moja inaitwa NS1, non-structural protein 1. Hii protein ikiwa released ni muhimu kwetu sisi kwa sababu tunaweza tukidetect, na tukidetect tunagundua kwamba huyu mtu ana virusi vya dengue. Kwa ni muhimu sana kufanya hizi NS1 antigen test. Hii test inakuwa ni sensitive kipindi cha mwanzo cha ile infection. Kwa inagundua kitu tunakiita acute dengue infection. Mapema sana mtu anagundua hii. Sawa? Kwa hiyo ukifanya siku za kwanza 5 mpaka siku za kwanza 7 kulingana unaongea na nani, hiyo namba ya 5 mpaka 7 inabadilika. Lakini tunasema tumekubaliana kwamba it is more sensitive mapema. Kadri siku zinavyozidi kwenda, sensitivity ya hii test inaenda ikipungua. Kwa inafikia point hii test inakuwa sio sensitive tena. Kwa inabidi tufanye test nyingine. Ndio maana tunafanya test ya pili inaitwa IgM antibody test. Antibodies ni kinga za mwili ambazo zimezalishwa, zimetengenezwa kwa ajili ya kwenda ku neutralize ile virus. Sawa? Kwa zinazalishwa mapema sana, mapema, lakini zinakuwa detectable kipindi hichi ambacho tunakizungumzia baada ya hizi siku 5 kwenda mbele. Zinakuwa very easy to detect kwa siku ya 7, ya 8, ya 9 na zina peak baada ya wiki 2. Na zinaweza kukaa kwenye mwili hata miezi 3. Hizi unapozipima zinakusaidia wewe kuhakikisha kwamba hata kama NS1 imesoma negative,